A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, ndugu zangu watazamaji wangu popote pale mlipo, na kuja hewani kwa mara nyingine, mimi mtumishi wenu, ndugu yenu Bwana Haidari Msiru. Lengo kubwa kuendelea kukumbushana, kuelekezana, lakini pia na kufundishana pale inapobidi. Leo baada ya ndugu zangu wengi kunipigia simu na kuomba muendelezo wa mafundisho kuhusiana na Bwana Yesu, basi leo tumekuja na mada inayosema Yesu alifundisha haya. Watazamaji wangu, Nabii Isa alayhi salatu wasalam au Bwana Yesu alipoishi katika huu ulimwengu kwa muda ile ya miaka 33 akifanya kazi ya Mwenyezi Mungu kama mtumishi, alifika mahali ilibidi akamilishe ripoti yake na apeleke ripoti yake kwa aliyemtuma. Na hii ilitokana na namna alivyokuwa akitenda kazi yake. Baadhi ya watu walikuwa wakimchukulia tofauti, kutokana na kwamba mahali pengine alionekana akiomba dua na watu kufufuka waliokufa, na sehemu nyingine akifanya muujiza wa mkate mmoja wa kila watu karibu 5,000, mikate 5 wanakula watu karibu 5,000, na miujiza mingine kadhaa wa kadhaa, ikiwemo kuhuisha wafu, kuponya wenye baranga, lakini pia kuwaponya vipofu na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Jambo hili watu waligawanyika. Kuna ambao walikwenda mbali kabisa na kumsema yeye mwenyewe mwana wa Mungu, na kuna wengine wakasema hata yeye mwenyewe ndio Mungu aswa. Sasa kutokana na hali hiyo, Bwana Yesu ikawa inabidi atoe mafundisho mbalimbali yanayokwenda kutofautisha kati yake yeye na Mungu. Mara moja alikuwa katika mkutano, mwandishi akamuuliza, tazama katika kitabu cha Marko sura ya 12 aya nambari 28, andiko linasema hivi: na mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, naye akamuuliza, mwalimu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Bwana Yesu akatumia nafasi hiyo kuwafundisha jamii yote ambaye alikuja kuifundisha, ambao ni wana wa Israeli. Akasema hivi, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Haya ni mafundisho anayofundisha Bwana Yesu kuhusiana na Mungu, kwamba Mungu ni wa pekee, ni mmoja tu. Na katika kuonyesha kwamba Mungu sio yeye, akasema Bwana Mungu wetu, akiwemo na yeye kwamba ni miongoni mwa waumini wa kumwabudu huyo Mungu, ni mmoja, kama amri kuu ambayo watu watakiwa kufundishwa. Na katika kuifafanua hiyo, akasema tena katika kile kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3, akasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu anaonyesha yeye ni mtumishi wa Mungu. Yote aliyokuwa akiyafanya anayafanya kwa ajili ya Mungu, kwa maelekezo ya Mungu. Na haya anayasisitiza sana katika kile kitabu cha Yohana sura ya 5 aya ya 30. Anasema kwamba mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, nami najua hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mwenyewe, bali yake yeye aliyonipeleka. Haya maneno yako wazi kwamba mafundisho haya ni dhahiri kwamba anatuelekeza kwamba yuko Mungu alimtuma yeye.
Na ndio maana hata baadhi ya wale waliokuwa wanamtega, labda kutokana na ukubwa wa miujiza aliyokuwa akiitenda, pengine anaweza kavuka mipaka akajifaragua na kujipa mamlaka isiyokuwa ya kwake, bado alikwepa mitego hiyo. Tazama katika Luka 18:18. Andiko nasema, na mtu mkubwa mmoja akamwendea akisema, mwalimu mwema, ni nini nifanye ili nipate kuurithi uzima wa milele? Maneno haya huyu mtu mkubwa anamuuliza Bwana Yesu. Sikiliza maneno ya Nabii Isa au Bwana Yesu yalikuwaje. Anasema hivi, mbona waniita mwema? Kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema, naye ni mmoja tu, naye ndiye Mungu. Yeye akakataa kuitwa mwema katika mantiki ya wema wa kiungu. Na kwa nini alisema hivi? Kwa sababu Bwana Yesu yeye katika kuja kwake hakuja kutengua Taurati au manabii waliopita, kama anavyosema mwenyewe katika Mathayo 5:17. Sikuja kuitengua Taurati wala manabii, bali yote ila kutimiliza. Yodi moja wala nukta moja Taurati haitaondoka hata yote yatimie. Sasa katika hali hiyo anajua kwenye Zaburi tayari Mungu alishaitwa mwema. Katika Zaburi 145 aya ya 9 kuna maneno yanasema, Bwana ni mwema kwa watu wote na rehema zake zijuu ya kazi zake zote. Kwa kuwa alielewa hali ni hiyo, alielewa mwema ni Mungu, na mantiki ya yule mkubwa kumuita mwema akimweka katika daraja la uungu. Hivyo katika kitabu hiki cha Luka 18:18 Bwana Yesu anasema, kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema, bali ni mmoja tu, naye ndiye Mungu. Baadaye ndo akaendelea kumfundisha wazijua amri na mambo mengine mengi akamfundisha pale. Na katika kuonyesha yeye ni mja wa Allah, bali tu daraja yake ni utume. Tazama katika Luka 6:12 Bwana Yesu anaomba kumuomba Mungu. Maandiko yanasema hivi, naye Yesu akaenda milimani akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Yaani Bwana Yesu akakesha usiku kucha milimani akimuomba Mungu. Kwa nini? Na yeye alikuwa na mahitaji, na yeye pia alikuwa anataka matatizo yake yatatuliwe na Mungu, na alijua kwamba yeye ndio wa kumkimbilia. Ndio maana kwa kumalizia, hebu tizama katika kitabu cha Waibrania 3:1 kuna maneno yanasema hivi, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu aliyekuwa muaminifu kwake yeye aliyompeleka kama Musa. Kwa hiyo Bwana Yesu anafananishwa na Musa kwa ile kazi yake ya kinabii, ni mtume wa Mungu. Ndio maana katika Qur'ani katika surati Maryam anasema kwamba mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amenipa kitabu na amenifanya mimi nisiwe jeuri kwa mama yangu, na ameniamrisha swala na zaka katika wakati wote nitakapokuwepo hapa ulimwenguni. Amani iwe juu yangu siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa. Haya ni maneno yanayoonyesha ubinadamu alionao. Utaona ajabu, wakati mwingine naye alikuwa anakula. Haya utayaona katika Luka 24:41. Siku moja akawa ameenda kwa wanafunzi wake. Maandiko yanasema, nao walipokuwa hawajaamini kwa furaha, akawatokea akisema, je, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Sasa Mungu aanze kutafuna samaki tena? Na je, akishamaliza samaki unafikiri atamla nani? Kwa hiyo ndugu zangu, huyu ndiye Yesu
ambaye aliletwa ulimwenguni kwa ishara na ajabu na miujiza kama njia ya watu kumwamini, kwa sababu zama alizokuja yeye, fani ya udaktari ndio ilikuwa imefana sana, ndio ilikuwa imepamba sana. Kwa hiyo katika kila nyakati Mwenyezi Mungu anamleta nabii kulingana na jamii ya watu wale, aje afanye kitu cha kuwazidi wao, iwe sababu ya kumwamini. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa leo naomba nikomee hapa. Watazamaji wangu popote pale mlipo, msiache kuweza kuwasiliana na sisi kwa namba ambazo zinaonekana hapo, lakini pia msiache kucomment. Lete comment yako, tueleze vile unavyoona, nasi tutajirekebisha, nasi tutafanya vile ambavyo unaona bora zaidi. Kipi tufanye? Sisi tuko tayari na tunapokea hayo. Asanteni sana. Hapa pia siachi kumshukuru producer wangu hapa Bwana Mutra, mashallah, piga picha hodari kabisa huyu. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri na amuondolee kila la shari na amdumishe katika kazi yake. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.